Habari na karibu katika chaneli yetu ya Deutsch Rahisi. Leo tutaangazia kwenye usomaji wa Kijerumani, namna ya kusoma. Katika video iliyopita tulijifunza herufi 30 alfabeti za Kijerumani. Ikiwa kwamba utakuwa umezihifadhi herufi zile, basi hutopata shida katika video ya leo. Leo tunajifunza namna ya kuunganisha zile herufi, tunatengeneza maneno alafu tunaangalia namna ya kusoma. Katika habari njema tu ni kwamba katika lugha ya Kijerumani, kwenye kusoma Kijerumani ni lugha nyepesi kama Kiswahili. Tofauti na lugha zingine, Kiingereza na Kifaransa, kidogo kuna uzito kwenye kusoma. Kwenye baadhi ya lugha o inaweza ikasomwa o kwenye neno moja, na hiyo o kwenye neno lingine ikasomwa u au ikasomwa a. Lakini kwenye Kijerumani hakuna habari kama hiyo. Kwa hiyo Kijerumani ni lugha nyepesi sana ikiwa utakuwa umehifadhi zile alfabeti zote vizuri. Kwa hiyo inasomwa kama Kiswahili. Hakuna kumeza herufi, hakuna herufi ambayo haitamkwi katika Kijerumani. Herufi zote zinatamkwa. Na tuanze na neno la kwanza. Neno hili na imani utaweza kulisoma mwenyewe bila ya msaada wangu. Das Auto, gari. Na imani umeweza kusoma vizuri sana. Twende neno la pili. Der Anfang, mwanzo. Der Affe, nyani au tumbili. Das Dorf, kijiji. Die Stadt, mji. Der Bahnhof, kituo cha treni. Abnehmen, kupoteza vilo, yani kukonda. Trinken, kunywa. Essen, kula. Putzen, kusafisha. Gestern, jana. Morgen, kesho. Neno hili linasomaje? Sio der Vogel. Ukisoma der Vogel unakuwa umesoma Kiswahili. Kwa hiyo tulisoma katika alfabet tukasema kwamba v inasomwa fau katika lugha ya Kijerumani. Maana yake inasomwa kama fe. Kwa hapa tunasoma der Vogel, ndege. Ndege wanaoruka. Neno hili la pili pia linasomaje? Sio Wohnung. Hapana, tulisema katika herufi za Kijerumani we inasoma kama v. Kwa hiyo inasoma ni Wohnung, apartment, zile nyumba za kuishi emo. Das Zimmer, chumba. Hapa kuna angalizo. Katika lugha ya Kijerumani majina ya vitu huwa yanaandikwa kwa herufi kubwa ile ya mwanzo. Ikiwa sio adjective, sio adverb, sio verb, basi itakuwa ni jina, na kama ni jina basi hakikisha umeanza na herufi kubwa. Hiyo ndio lugha ya Kijerumani ilivyo. Tuendelee na umlaute. Umlaute ni zile a umlaut, o umlaut na u umlaut, ziko herufi tatu. Hapa tuna die Wärme, joto. Das Öl, mafuta. Grün, kijani, yani rangi ya kijani. Na hapa tuna scharfes S au SZ. Nilisema kwamba herufi hii huwa haianzi neno, inapatikana katikati ya neno ama mwisho wa neno. Die Straße, barabara. Süß, tamu. Ikiwa utakuwa umeangalia vizuri katika utamshi wa maneno haya mawili, S nimeitamka tofauti, Straße na Süß. Hiyo S imekuwa Z tena kivipi? Hapa nikuelekeze namna ya usomaji wa S. S kidogo ina utata kidogo, lakini kidogo sana, nitakupa maelekezo ya kutosha. S ikiwa itafatishwa na vokali, yani a, e, i, o, u pamoja na hizi umlaute, basi huwa inasomwa kama Z. Z. Kwa mfano, naze, keze, zone. Na inasomwa kama S ikiwa itamalizia neno, au mbili ikiwa itafatishwa na konsonanti, yani herufi yote ambayo isiyokuwa a, e, i, o, u na hizi umlaute, na pia itasoma kama S ikiwa itaandikwa S mbili. Kwa mfano, Bus, S ndio imalizia. Fest,
baada ya S kumekuja T, hakuna konsonanti, hakuna vokali, pamekuja konsonanti, na vasa zimeandikwa S2. Kwa hiyo mpaka hapa na imani utakuwa huna tena shida ya kusoma Kijerumani. Kwa hiyo la msingi, hakikisha umesubscribe katika channel hii na gonga kwenye alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification tutakapokuwa tunaingiza video katika YouTube. Asante sana.